بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. Mandugu zangu Waislamu, tunaendelea na ile visa vyetu vya mitume. Leo tunaanza kisa ya mtume Nuh alayhi salam. Katika Bukhari, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia ya kwamba kana baina Adam wa Nuhan 10 qurun kulluha ala tauhid. Adam alayhi salam na Nuh alayhi salam katikati yao kulikuwa na karne 10. Karne 10 tunaweza chukua karne moja ni miaka 100. Kama ni karne 10 tunachukua ya kwamba miaka 1000 kati ya mtume Nuh alayhi salam na mtume Adam alayhi salam, watu walikuwa naabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake bila kumshirikisha. Baada ya hiyo Iblis hapumziki. Iblis anaongojea nafasi kidogo ya kupenya. La'natullahi alayhi. Sasa ikafika mahali ambaye watu walikuwa wameanza kufanya madhambi mengi sana, lakini hawakuwa wanamshirikisha Mwenyezi Mungu. Tuliongea juu ya ile family ya Kabil. Tuliongea na ile watu ambaye Idris alayhi salam alitumaniwa. Watu walikuwa wanafanya madhambi, lakini hawakuwa wanamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilifika mahali wanazuoni peke yake ndio walibaki na dini. Wale wanazuoni wakaanza kukufa moja baada ile mwingine, moja baada ile mwingine, moja baada ile mwingine. Ikafika mahali wanazuoni wote walikufa. Sasa wa mwisho kabisa Saila alikufa, wakaanza kuwa na huzuni. Fahazina nasu alaihim huznan shadida. Wale watu wakaanza kuwa na huzuni mingi kabisa, wakaanza kulia sana, wakaanza kuwakumbuka wale wanachuoni wao. Wanasema fulani alikuwa mzuri, alikuwa anatufundisha mambo hii. Fulani alikuwa mzuri, anatufanyia jambo hii. Wakiwa sasa wamekaa mahali wanaongea juu ya wanazuoni wao, wakiwa na ile huzuni kabisa, Iblis sasa ndo alipata nafasi ya kupenya, akakuja. Akawaambia, kwa nini mko na huzuni sana? Wakasema, maulama wetu wote walikufa. Ndio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, al-ulamau warathatul anbiya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wale ulama ndio wamewarithi wale ambaye ni mitume. Wa innal anbiya'u lam yuwarrith dinaran wala dirham. Lakini katika mitume hawarithiwi kitu kama dinari ama dirham ama pesa ama jambo lolote ambaye iko na muhimu katika hii duniani. Innama warathul ilm. Wanarithiwa ilmi peke yake. Ile elimu ndio wanarithiwa. Sasa hao watu wanalia, wanasema wala ulama wetu tulikuwa tunapata elimu, tulikuwa tunapata ile chakula chetu cha roho. Wote walikufa. Iblis la'natullahi alayhi akakuja akawaambia, kwa nini mnakuwa na stress? Mfanye jambo moja, si kwa kumbuka wale sasa wanachuoni ambaye mlikuwa na hao. Si kila mmoja wao katika ile mali ambaye alikuwa anawafunza wale wanafunzi wake, simuitengeneze kitu kama sanamu ili muwakumbuke naye. Mutengeneze sura yao, si mnajua kimo chao, muwatengeneze exactly venye wako, alafu muwaweke ambaye ile mali ambaye walikuwa wanafunza katika ile elimu yao. Sasa watu wakisema hiyo ni jambo mzuri sana. Ibn Abbas radhiyallahu anhu anatuambia ya kwamba
wale watu ambaye walikuwa wanatengenezwa kama sanamu ambaye walikuwa ulama, walikuwa ni watu wazuri kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akashawataja ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu alituambia majina yao: Waddan, Suwa'a, Yaqut, Ya'uq wa Nasra. Walikuwa hao watano. Wao watano walikuwa nasemekana walikuwa ni watu ambao walikuwa watu wema, watu wazuri, watu walikuwa wanamuogopa Mwenyezi Mungu. Lakini sasa Sheitani alikuja kutumia hiyo sanamu yao vibaya. Watu wakatengeneza ile masanamu. Sasa Iblis anawaambia, sasa Iblis ndo dereva yao. Iblis anajua kama akiwaambia ya kwamba muabuduni hao watu, wanajua hao watu already wako kwa tauhid, wanamjua Mwenyezi Mungu peke yake, hawezi kubali. Sasa Iblis kazi yake anafanya nini? Anameesha ile mbegu, anatengeneza ile sanamu, akawaambia endeni muwakumbuke naye, mkitoka katika pale alafu muende katika sokoni munafanya ile mazuri ambayo inafaa. Sasa mkienda kuona ile sanamu ya fulani, munatoka nje munatoa sadaka, munatoka nje munapray, munatoka nje munamkumbuka. Sasa ile huzuni yenu na ile huzuni mlikuwa nayo yote inapotea. Iblis akawacha kenda. Sasa Iblis hataki hawa, because hawa wanajua ya kwamba kumwabudu Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Anataka watoto yao. Iblis akona patience, akona subra, anaongojea. Sasa ile generation wakaisha, wale watoto wao wakakuja. Sasa wale watoto wao wajua baba zao kwa nini walitengeneza hii masanamu. Iblis akarudi kwele watoto, akaanza kuwadanganya, akaanza kuambia, unajua mababa zenu walikuwa na abudungi hao masanamu. Haulai alihatukum, hawa ndio miungu wao, mababa zenu walikuwa na abudu hao masanamu. Iblis apumziki. Kanu yukununa lahum ihtirama. Anasema mababa zenu walikuwa na heshima kubwa na hao masanamu. Walikuwa na heshima ya hali ya juu na wanawafanyia ile jambo yote ile wanataka. Sasa mufanye nini? Muabudu hawa masanamu. Wale watoto hawajui kwa sababu nini mababa zao walitengeneza masanamu. Wale watoto wao wakakubali kuabudu wale masanamu. Iblis tunalibaki hapo. Iblis sasa akapata ile jambo ambaye alikuwa anataka. Hao ndio walikuwa watu wa kwanza kabisa kuabudu sanamu, kabla Nuh alayhi salam. Sasa wale watu wote wakaanza kuabudu masanamu, wakaanza kuingia katika shirk, wakaanza kuabudu kitu kingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema hawezi waadhibu watu ila atawaletea mitume ndani yao ndio awakumbushe. Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alileta nani? Alileta mtume Nuh alayhi salam. Mtume Nuh alayhi salam alikuwa katika ulul azmi min ar-rusul, wale watume ambayo walikuwa na subra mingi sana, wale watume ambayo walikuwa na istahimili ya hali ya juu. Mtume Nuh alayhi salam. Allahu akbar. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Katika mitume Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema tuliwatukuza wengine juu wengineo, na wengine Mwenyezi Mungu anasema tulisemeza nao, na wengine tuliwapea vyeo vya juu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia majina yao katika ndani ya Qur'an, wa idha aqadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin
وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله أكبر. Tulipochukua ahadi ngumu kwa manabii na kwako o Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa Ibrahim, na kwa Nuh, na kwa Musa, na kwa Isa mwana wa Maryam. Wa aqadna minhum mithaqan qalidha. Mwenyezi Mungu anasema tuliwachukulia ahadi ngumu kabisa. Mtume Nuh alayhi salam, Mwenyezi Mungu kashamtaja katika sura 20 ndani ya Qur'an jina ya Mtume Nuh alayhi salam. Mtume Nuh alayhi salam jina yake ilikuwa ni juu kabisa. Katika hiyo mitume 5 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwachagua wa juu kabisa alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, afdalul khalq wa akramur rusul. Yeye ndio alikuwa na fadhila juu kwa viumbe vyote. Allahu akbar. Na alikuwa juu kabisa kwa mitume wote. Wa pili ni Ibrahim alayhi salam, wa tatu ni Nuh alayhi salam, wa nne ni Musa alayhi salam, na wa tano ni Isa alayhi salam. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma Nuh alayhi salam. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'an, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anasema tulimpelekea Nuh kwa qaumi yake. Nuh alayhi salam akawaambia nini watu wake? Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Watu wangu, enyi watu wangu, muabuduni Mwenyezi Mungu peke yake. Yeye peke yake ndiyo anafaa kuabudiwa. Hakuna mwingine isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni nini hiyo? La ilaha illa Allah. Akaambia nini? Inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim. Mimi nakukufieni isiwapate adhabu juu yenu katika ile siku kubwa. Siku kuu, siku ya kiyama, adhabu isiwapate. Kuna aya malingine Mwenyezi Mungu anasema inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim. Nakukufieni isiwapate adhabu katika ile siku, adhabu ambaye ni chungu sana. Allahu akbar. Mtume Nuh alayhi salam anaongea na watu wake. Nuh hajawatia hapa, anasema nini? Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Watu wangu, enyi qaumi yangu, mimi kwenu ni mwonyaji ambaye ni dhahiri shahiri. Tena Nuh alayhi salam anawaambia idh qala lahum aquhum Nuhun ala tattaqun. Allahu akbar. Nuh ambaye ni ndugu yao anaambia, je, hamchi Mwenyezi Mungu? Inni lakum rasulun amin. Hakika mimi kwenu ni mtume ambaye ni mwaminifu kabisa. Allahu akbar. Fattaqullaha wadi'un. Allahu akbar. Anasema nini? Ogopeni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi kama mtume. Allahu akbar. Wakaanza kusema Nuh alayhi salam anakuwa hivi, anatuambia jambo yote, labda anatafuta pesa, labda anataka mashilingi tumpatie. Amekuja ni maneno ambayo hatujaisikia. Ni nini anatafuta? Nuh, kama unataka mashilingi tutakupatia. Nuh alayhi salam anaambia nini? Wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Wallahi mimi sitaki ujira yote kwenu. Ujira yangu haiko ila kwa Mola wa ulimwengu wote. Fattaqullaha wadi'un. Ogopeni Mwenyezi Mungu na nitini mimi kama ni mtume. Allahu akbar. Sasa wale almala, wale sasa the chieftains, wale wa kusema kabisa katika town, wale watu ambao wako na pesa, wanamwambia nini Nuh? Qala almala'u min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin. Sasa wale almala the chieftain, wale wa Nuh wanamwambia, ewe Nuh,
sisi tumekuona wewe ambaye umepotea dhahiri kabisa. Sisi tunakuona umepotea. Hii si ile njia ambaye mababa zetu walituambia. Mababa zetu walituambia tuabudu hao masanamu. Wewe umepotea kabisa Nuh. Nani anawaambia? Wale watu ambaye dhuhoti, wale watu ambaye wako na pesa, wale matajiri wanaanza kusema sasa Nuh wewe umepotea. Nuh alayhi salam anawajibu anasema nini? Qala ya qaumi laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Enyi watu wangu, mimi simo katika upotofu. Mimi sijapotea, lakini mimi ni mtume ambaye nimetumwa na Mwenyezi Mungu wa ulimwengu wote. Mtume Nuh alayhi salam. Hajawaachia hapo, anasema nini? Ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Nuh alayhi salam anasema nini? Nimetumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili niwafikishie ujumbe wake, risala yake ya kuwa muabudu Mwenyezi Mungu mmoja pekee yake. Wa ansahu lakum, na mimi nakunasihini, mimi nawapatia nasaha. Wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun, na mimi najua kutoka Mwenyezi Mungu jambo ambaye nini hamyajui. Allahu. Nuh alayhi salam anaambia watu wake. Nuh alayhi salam akakaa mwaka baada mwaka anapata mtu mmoja. After 10 years, 15 years, mtu mmoja ndio anamfuata. Nuh alayhi salam ameanza kupata watu wachache ambaye wameanza kumfuata Nuh alayhi salam. Allahu. Wale sasa matajiri wako na madharau wanaanza kumuongesha Nuh alayhi salam. Wanasema nini? فقال الملأ الذين كفروا من قومه, wale the almala, wale wakuu katika qaumi ya Nuh alayhi salam ambao wamekufuru wanasema nini? Ma naraka illa basharan mithlana, sisi hatukuoni ila wewe ni binadamu tu kama sisi. Wa ma naraka tabaka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i, na hatukuoni wale ambao wamekufuata ni watu kwetu ambaye ni waduni kabisa na hawana akili. Wale watu wamekufuata ni watu maskini, ni the downtrodden, ni watu wa chini kabisa ndio walikufuata. Hii watu 4-5 ambao wamekufuata ni watu wa chini kabisa. Wanaambia Nuh alayhi salam, wama nara lakum alayna min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Allahu. Na wanamwambia Nuh alayhi salam nini? Wanaambia sisi hatukuoneni nini kama mko na fadhila juu yetu, lakini tuko na uhakika ya kwamba nini ni waongo. Baada hiyo Nuh alayhi salam akamwambia nini? Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indihi. Allahu akbar. Nuh alayhi salam anaambia nini? Enyi watu wangu, hebu fikirini kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alinipatia dalili ya kutosha, dalili hoja wazi ya kutosha kwa kujia nini. Hebu fikirieni hiyo. Wa atani rahmatan min 'indihi, na amenipa mimi rahma kutoka kwake, amenifanya mimi ni mtume, na nina dalili hoja, nina dalili wazi kwenu. Je, hamwezi niuliza hata swali ni wajibu? Fa'ummiyat alaykum, macho zenu imefichika kwa ile jambo ambaye nimetumwa naye. Allahu. Anulzumukumuha wa antum laha karihun, je, nitawalazimisha kuifuata haya jambo ilhali nini mnaichukia? Sasa wakamkujia mtume Nuh alayhi salam, akamwambia ewe Nuh, tunaona sasa wewe umekitirisha, umeturudia. Sisi sasa tunataka kukupatia pesa, sisi tunataka kukufanya tajiri, tunataka kukupatia mali ile yote wewe unataka. Ewe Nuh, hii jambo ambaye kila usiku na mchana na asubuhi na jioni unaturudia naye, suwache. Nuh alayhi salam akamwambia nini? Wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala, ewe watu wangu,
enye watu wangu, mimi sitaki kwenu mali yoyote. Siwaulizi munipatie mali. In ajriya illa ala Allah, ujira wangu haipo illa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, illa kwa Mwenyezi Mungu ndiye atanilipa. Mimi sitaki anything, sitaki kitu yote kwenu. Anaambia nani hivyo? Anaambia wale watu wake ile qaumi yake. Allahu akbar. Wakaona tena hakubali. Sasa wanajaribu tena kumwingilia upande mwingine. Wanaambia wewe Nuh, unataka sasa tukuamini? Sasa hao watu wa chini, hao maskini, hao watu ambaye hawana maana. Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardalun. Ewe Nuh, unataka tukuamini wewe, ila hali ambayo wale watu ambao wanakufuata ni wale watu wa chini kabisa, the downtrodden, wale watu ambaye hawana maana, wale watu wa duni kabisa kwetu, wale ambaye hata wakiongea maneno yao haisikiki, ndio walikufuata. Kama unataka sisi tukufuate, toa hii watu, wafuguze, watoe. Sisi sasa the rich and the poor hatuwezi ingiana, tunataka hao watuondokee, sisi tukaribie sasa kama unataka tukufuate. Nuh alayhi salam alajibu nini? Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Nuh alayhi salam alikuwa na answer ya kila kitu. Anawaambia kwamba mimi siyajui jambo ambaye hao walikuwa wanafanyanga, na hesabu yao hayuko ila kwa Mola wao mlezi. Laiti mungelijua, Allahu, laiti mungelijua hesabu yao iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wacheni niwaambie, wama ana bidaridil mu'minin, mimi siwezi wafuguza waumini. In ana illa nadhirun mubin, mimi si chochote ila mimi ni mwonyaji dhahiri shahiri. Mimi kazi yangu ni kuonya, lakini mtu ambaye ni muumini ameingia katika dini siwezi mfuguza. Allahu akbar. Anasema nini? Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Anasema nini? Mnaniambia ni wafuguze hao waumini, wallahi hao watakutana na Mola wao mlezi, lakini naoneni nyinyi ya kwamba nyinyi ni qaum ambaye ni watu ambaye majahili, watu ambaye hamuna akili. Mnaweza sema haji ni wafuguze hao. Wa ya qaumi man yansuruni min Allahi in darattuhum afala tadhakkarun. Je, waene watu wangu, nani atanisaidia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nikiwafuguza hao? Nani atanusuru kutoka hasira ya Mwenyezi Mungu ni kuwafuguza hao waumini? Je, hamufikiri? Allahu akbar. Wakaanza kuona sasa Mtume Nuh alayhi salam amekuwa mgumu kabisa, wao wanaye wakazidi kuwa ngumu. Wakaanza kuambia wale watu wao, faqala almala'u alladhina kafaru min qaumihi, wale matajiri sasa, wale almala, wale the hoti, wanaambia wale watu wao, ma hadha illa basharun mithlukum, huyu si chochote ile ni binadamu kama nyinyi. Cheki, mpaka saa hii wanarudia ile maneno ya binadamu, wanasema yeye hana maana, yeye ni binadamu kama nyinyi. Allahu, ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum walau shaa Allahu la'anzala malaikatan ma sami'na bihadha fi abaina alawwalin. Allahu akbar. Wanasema nini? Yeye anatafuta ubora juu yenu. Cheki, wanajaribu kupiganisha watu wale ambaye watu maskini downtrodden, wale watu wa kawaida, wanaambia mtu anataka kutafuta ubora juu yenu. Sasa wale wako na pesa wanataka kuwapiganisha yeye na watu wake, wanasema yeye anatafuta ubora juu yenu. Lakini kama Mwenyezi Mungu angelipenda angeituma malaika. Malaika ndo angetukujia sisi, si ati binadamu kama yeye, ni malaika ndo angetutumania Mwenyezi Mungu kama angelipenda. Allahu akbar. Angalieni venye wanasema tena, wakasema nini? Sisi hatukuisikia hii maneno
kwa wazazi wetu wa zamani. Wale wazazi wetu wa mbeleni hawakutuambia kama kuna jambo kama hii ambaye Nuh alayhi salam amekuja naye. Sisi tunamwona Nuh nini? In huwa illa rajulun bihi jinna. Sisi tunamwona huyu ni mwenda wazimu. Huyu ni wazimu kabisa. Hayuko normal. Fatarabbasu bihi hatta hin. Basi muongojeni tuko muda. Huyu mtu ataenda tu. Nuh kashazoeka. Hatakufa tu. Atatuacha. Kuweni na subra. Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam awache usiku na mchana na warudia. Wanamtukana. Wanamuita majina. Wanaanza kusema si malaika angetumwa. Nuh alayhi salam akamwambia nini? Wala aqulu lakum indi qazainullah. Allahu akbar. Mimi siwezi waambia kwangu mkikuja kuwa Waislamu ama muingie katika dini kuna kazina Mwenyezi Mungu ako naye atanipatia. Kuna mali ambayo utapata. Siwezi waambia. Mtaingia katika dini. Wallahi ukiingia katika dini utapata contented of the heart. Utaridhika ndani ya roho yako. Ule ambaye anafanya madhambi ako na 5 million na ile mtu ambaye hafanyi madhambi anamwogopa Mwenyezi Mungu, wallahi hiyo mtu ambaye ako na 1000 peke yake ndio ataridhika ndani ya roho yake na atalala vizuri usingizi ya hali ya juu kuliko ile mwingine ambaye anafanya madhambi na ako na 5 million ama 10 million. Utakuta huyo hana faida yote, hata usingizi hawezi pata. Mtume Nuh alayhi salam tena anazidi kusema nini? Wala a'lamul ghaib. Wala mimi siwezi waambia najua mambo na ghaib. Mambo ya Mwenyezi Mungu, mambo ati itakuja kesho itakuwa hivi, ama kesho kutwa itakuwa hivi, ama nini itatendeke hivi, siwezi waambia. Hiyo ni jambo la Mwenyezi Mungu peke yake ya ghaib. Wala aqulu inni malak. Wala mimi siwezi kuja kuambia mimi ni malaika. Siwezi kusemeza kwamba mimi ni malaika. Wala aqulu lilladhina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Allahu. Wala siwezi sema wale ambaye macho yenu yanawadharau, mnaangalia chini na mnawadharau, siwezi sema Mwenyezi Mungu hawezi wapatia khairi. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Mwenyezi Mungu ndio anajua ile jambo ambayo iko kwa roho yao. Allahu. Wale watu ambao mnawasema ni wafuguze, wale watu mnasema ni maskini, hawa ndio mbele ya Mwenyezi Mungu wako na daraja ya hali ya juu. Na nikifanya hivyo, inni idhan la min adh-dhalimin. Nikifanya hivyo, wallahi nitakuwa miongoni mwa wale ambao wamepotea. Allahu akbar. Sasa hii historia Mtume Nuh alayhi salam inaendelea. Mtume Nuh alayhi salam amerudi, ameanza kuambia watu wake ogopeni Mwenyezi Mungu usiku na mchana. Sasa wakamwambia, wakaanza kumtukana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, fakadhabu abdana waqalu majnun wasdujir. Allahu akbar. Walimkanusha mja wetu. Mwenyezi Mungu anasema mja wangu walimkanusha. Allahu akbar. Wakamuita nini? Wakamuita mwenda wazimu. Wakaanza kumtukana, wakaanza kumuita majina, wakaanza kumtesa, wakaanza kumfanyia kila kitu. Lakini Nuh alayhi salam alisimama kidete. Alisimama mwaka ngapi kidete? Wacheni tusikie. Nuh alayhi salam aliongea na watu wake mwaka ngapi? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Mwenyezi Mungu anasema tulimtuma Nuh alayhi salam kwa kaumu yake na alikaa nao miaka 1000 kasoro miaka 50. Aliwapelekea ile da'wa, ile mawaidha watu wake miaka 950. Nuh alayhi salam alikaa na wao usiku na mchana. Je, ni watu wangapi walimwamini? Katika narration inasemekana wale ambao walisema mingi kabisa
ilikuwa ni watu 80 peke yake ndio waliamini Mtume Nuh alayhi salam. Watu 80 peke yake. Katika miaka 950 usiku na mchana hakuwa analala, alikuwa anawaita, hawakuwa wanamsikiza. Mara mwisho akafika mwisho, akamwambia nini? Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna min almarjumin. Ya Nuh, kama uwezi wacha hii maneno, hii jambo ambayo uko ndani, kama uwezi wacha, wallahi tutakuwa na mawe, tutakupiga na mawe mpaka tukuwe. Nuh alayhi salam anataka kumuua watu wake. Amekaa na hao 950 years, wanataka wammalizie Nuh alayhi salam. Hiyo yote anawapatia da'wa, lakini hawamsikizi. Baada ya Nuh kumwambia hivyo, Nuh akamwambia nini? Wala yanfa'ukum nushi, mimi ile haiwezi wafaa ile nasaha ambayo nawapatia. In aradtu an ansaha lakum, na kila wakati nikitaka kuwapatia ile nasiha hamusikizi. Nikitaka kuwapatia nasiha haiwafai kabisa. In kana Allahu yuridu an yuqwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un, ikiwa Mwenyezi Mungu anataka waache nyinyi mpotee, yeye ndio Mola wenu mlezi na yeye ndio kwake mtarudi. Nuh alayhi salam hakuchoka yeye. Hao wanamtukana, wanamletea shida, wanafanya nini? Nuh alayhi salam bado anarudi kwao, bado anaongea nao, bado hakufi moyo, mpaka last minute hakufi moyo. Mara mwisho walimwambia nini? Wakamuita Nuh alayhi salam, wakamwambia Nuh, kuja, tumekaa miaka mingi na wewe, watoto wetu wamekuja, wale watoto wao wengine wamekuja, bado tunabishana. Nuh alayhi salam tumekaa kwa muda mrefu. Wakamwambia ya Nuh, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Ewe Nuh, tumejadiliana sana na umekithirisha kutujadili kila usiku na mchana. Sisi ndo tunakuambia umeongea na sisi usiku na mchana, tumechoka na wewe, tumeongea. Si Nuh alayhi salam ndo ameblink fast, watu wake ndo walianza, watu wake ndo wamechoka na yeye. Watu wake walimwambia Nuh, sasa sisi tumechoka kujadiliana na wewe, fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Sasa lete ile kitu ambayo ulikuwa unatuahidi, ile adhabu ulikuwa unasema itakuja kama tutakukataa, lete sasa. Kama wewe ni miongoni mwa kusema ukweli, kama wewe unasema ukweli, bring it on, lete ile adhabu. Allahu akbar. Nuh alayhi salam amefika mwisho. Sasa tunamalizia. Nuh alayhi salam aliinua mkono yake juu, alimwambia Mwenyezi Mungu nini? Alianza kusoma dua. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia aya ndani ya Qur'an ambaye itakutoa machozi. Mwenyezi Mungu anasema nini? Walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun. Nuh alayhi salam alituita, Nuh alayhi salam alituita, na sisi ndo bora wa kuitika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema nini? Ittaqi da'watul madlum, ogopa katika ile da'wa ambaye ile mtu ambaye amedhulumiwa. Fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab, hakika hiyo dua wallahi hakuna baria katika hiyo dua na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, itarudi kwako na kuangamiza kabisa. Tutajua insha Allah hii dua Nuh alayhi salam alisoma mpaka watu wake waliangamizwa. Insha Allah tutaendelea na hii darsi yetu. tunasema wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad subhanallahi wa bihamdihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.